Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ninawasalimu kupitia jina la Yesu. Leo pia tuna somo la kujifunza ambapo somo linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 49 mstari wa 8. Hapa pia Yakobo alimthibitisha Yesu. Japo wengi wanamjua Yesu ni baada ya kuzaliwa na Mariamu, lakini sisi tunaona hapa kwamba hata Yakobo mwenyewe ambaye alikufa miaka mingi kabla ujio wa Yesu, lakini alimthibitisha Yesu kuwa atakuja, na hilo pia ni jambo ambalo linamdhihirisha kuwa Yesu ni Bwana na ni Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tusome hiyo ya sura ya Mwanzo kitabu cha 49 sura 8 anasema, Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Unaona? Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana baba yako watakuinamia. Mstari wa 10 anasema, fimbo ya enzi yako haitaondoka katika Yuda. Fimbo ya enzi yako haitaondoka katika Yuda. Anasema, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye milki, ambaye mataifa watamtii. Kwa hiyo huyu Yakobo aliwaita wanaye, na kati wanaye kuna mmoja alikuwa anaitwa Yuda, ambaye Yuda ndio shina la Yesu Kristo, ambapo pia alipatikana pia Daudi humo. Alimwambia Yuda kwamba, Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Umeona? Mstari unasema fimbo ya enzi yako haitaondoka. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda. Maana yake Kristo Yesu atakuja kupitia Yuda, na enzi ya Yesu haitaondoka katika Yuda. Anasema wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye milki, ambaye mataifa watamtii. Kwa hiyo Yuda alipewa uangalizi na baba yake, ambapo alitabiri ujio wa Yesu kupitia kabila hili la Yuda. Umeona? Ndio maana tukisoma tena ile Isaya sura 11, Isaya 11 kuanzia mstari wa 1, neno la Mungu linasema, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Umeona? Kwa hiyo litatoka chipukizi katika shina la Yese. Yese ni baba yake na Daudi. Na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Tawi ni Yesu Kristo. Maana yake Yesu alimzaa Daudi. Daudi naye katika ukoo wake akaja kazaliwa Yesu. Ni kusema tawi kutoka katika shina la Yuda, katika shina la Yese, litatoka katika mizizi, nalo litazaa matunda, na roho ya Bwana itakaa juu yake. Unaona? Hapo wanamthibitisha Yesu kwamba roho ya Bwana itakaa juu yake. Huyu Yesu sasa, roho yake anasema roho ya hekima na ufahamu, na roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Huyu Yesu sasa atakuwa na roho juu yake, ambayo huyo roho atakuwa ni roho wa Bwana. Anasema roho ya hekima na ufahamu. Hakuna aliyekuwa na hekima kama Yesu na ufahamu kama Yesu, kwa sababu alishuka kwa ajili ya kusudi maalum. Kwa hiyo ni kusema aliacha enzi mbinguni akaja kukomboa ulimwengu, lakini before vyote viliumbwa kupitia yeye. Hapa anathibitishwa kwa kupitia kitabu cha Isaya. Anasema roho na ushauri wa uweza, anasema roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Mstari wa 3 anasema na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Umeona? Yesu kuna wakati alipokuwa mdogo na miaka 12 alipotea na wazazi wake hekaluni. Wazazi wake wakawa wakimtafuta, kumbe Yesu alirudi hekaluni akawa akiongea na wazee wa kanisa. Wazee wakastaajabu kwa hekima na maarifa aliyokuwa nayo Yesu, kwa sababu kwa umri wake aliongea hekima kubwa ambazo hata wao walikuwa hawakuifikiria, walikuwa hawakuona. Umeona? Ndio maana anasema hapa mstari wa 3 kwamba anasema na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake. Jamani, Yesu hahukumu kwa kufuata ayaonayo kwa macho yake. Yesu anahukumu moyo. Anasema kwa kufuata, hata hukumu kwa kufuata macho yake, bali kwa haki atawahukumu masikini. Umeona? Yesu kwa haki atahukumu masikini. Anasema naye atawaonya wanyenyekevu, na dunia kwa adili, naye atapiga kwa fimbo ya kinywa
chake. Umeona? Kwa hiyo naye atawahukumu masikini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili. Naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili. Elewa kwa adili, manake adili yake hiki ni kitu ambacho unahukumu kitu kwa umakini na kwa usahihi mkubwa na wote uliotimilika, yaani bila upendeleo, sio tajiri, sio masikini. Anasema naye ataonya wanyenyekevu wa dunia, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake. Yesu ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Jamani, tunamwambia Yesu ni muamini, Yesu hamtaki. Anasema kwa kinywa chake na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Hii ni dhahiri jamani. Siku za mwisho Yesu atakaporudi kuonesha mpango wa Mungu kukaa na wanadamu ambapo ataishi hapa miaka 1000 na watakatifu, Shetani atajaribu kufanya vita naye, lakini anasema atawapiga yani itakuwa ni vita fupi, atawapiga kwa sekunde chache sana. Utatoka upanga kinywani mwake na kuwaua wote na kuwateketeza. Utatoka moto na kuwateketeza wote. Umeona? Ndio maana anasema pumzi ya midomo yake atawaua wabaya, na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake. Yesu ni mwenye haki, na anasema haki itakuwa ni mshipi katika viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Kwa hiyo Yesu ni mwaminifu, Yesu ni mwenye haki, Yesu anasema Yesu ni mwenye uweza, Yesu ni mwenye maarifa yote. Ndio maana tunamwambia Yesu ni Bwana, alikuwepo kabla ya misingi kuwako. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu huyu hapa ambaye alikuwa ni Yakobo alikuwepo enzi ambazo ilipita miaka mingi sana kabla ya Yesu kuja duniani, lakini anamthibitisha Yesu. Umeona? Daudi naye pia anamthibitisha Yesu wakati hawajui atakuja lini. Isaya naye vivyo hivyo anamthibitisha Yesu katika maono. Ezekieli, yani in short, watu wote walimthibitisha Yesu toka mwanzo wa Biblia mpaka mwisho wa Biblia. Ni kusema kwamba Yesu ndiye alikuwa akirengwa zaidi katika neno la Mungu katika Biblia hii, kwamba atakuja kuukomboa ulimwengu. Umeona? Ndio maana kuna mahali mengi sana ambapo Biblia inamthibitisha Yesu. Sasa usipokuwa na ufahamu wa kuelewa, hautajua kama anayeongelewa ni Yesu. Lakini kwa maandiko haya machache tuliojifunza, yanathibitisha kwamba walikuwa wanamthibitisha Yesu kwamba atakuja na litashipuka shina la Yese na tawi ya Bwana, na tawi litakalokaa katika mizizi yake litazaa matunda. Huyu ni Yesu Kristo ambaye alitoka katika shina la Yese, alitoka katika kabila la Yuda. Umeona? Yeye anaitwa simba wa kabila la Yuda, mfalme wa wafalme. Umeona? Huyu Yesu alipokuja alithibitishwa na manabii wengi sana. Ndio maana hata yeye katika baadhi ya injili yake alikuwa akisema kwamba hakuja kuitangua Torati bali kuitimiliza kama ilivyonenwa na manabii. Kwa hiyo manabii walinena naye akaja kuitimiliza kama ilivyotakikana. Kwa hiyo Yesu ni Bwana na Yesu anaokoa na Yesu ni Mungu. Muamini leo utaokoka. Ujiepushe na ghadhabu inayokuja ya Bwana. Barikiwa sana. Amen.